Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Okay, na leo ninalo jambo pia ambalo natamani tushare pamoja, na tutaenda kuzungumzia tutazungumza kidogo kuhusu maombi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Shalom. Tuna mtandao wa maombi wa World Deliverance Prayer Network. Tuna mtandao kwa ajili ya kuhamasishana kuomba. Kwa nini tuhamasishane kuomba? Kwa nini tuhamasishane kuomba? Watu wengi wanadhani kwamba maombi ni kuhitaji kitu kutoka kwa Mungu, ni kutamani kitu kutoka kwa Mungu, jambo ambalo sio sahihi. Biblia inasema hivi, kabla hamjaomba, kabla hujawaza kuomba, Mungu anakuwa ashakusikia na ameshakujibu. Bwana Yesu asifiwe. That means how active God is to answer our prayer. Kwamba Mungu yuko haraka sana kuyajibu maombi yetu. Lakini why are you still not having that thing that you have been praying for? Kwa nini bado hujapokea kile kitu ambacho umekuwa ukimuomba Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninazungumzia maombi ambayo yapo kwa ajili ya kuimarisha utu wako wa ndani. The Bible says Mungu anafanya kazi au anajibu maombi kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani ya muombaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hayo sasa, maana nguvu iliyoko ndani yako, nguvu iliyozalishwa ndani yako, ndio ambayo ina dictate, ambayo inaamua mambo kwenye maisha yako. Inaamua vitu gani vitokee, vitu gani visitokee. Haleluya. So, nipo hapa kukukumbusha kwamba maombi is not to demand or to request something from God. Hiyo sio primary thing kuhusu maombi. Watu wengi wamekuwa limited na mwongozo huo, na ndivyo ambavyo tumekuwa tukifundishwa kwamba maombi ni kuhitaji kitu kutoka kwa Mungu. Prayer is not like that. Maombi hayaishi hapo. Ni kweli maombi ni kuhitaji kitu kutoka kwa Mungu, lakini that is the small portion. Yaani ni kama punje ya haradali ndani ya dunia nzima, kwenye dunia nzima ya maombi, request something from God. Lakini maombi yapo kwa ajili ya kukujenga wewe. Haleluya. Kuna watu bado hawajanielewa. Maombi yanakubadilisha wewe. Maombi hayambadilishi Mungu. So Mungu alishakujibu maombi yako, lakini wewe ndio upo kwenye position, uko kwenye mahali, kwenye mtazamo, kwenye namna ambayo huwezi kupokea yale majibu. So unapoomba maana yake nini? You are ponder, unaponda moyo wako, you are grinding your heart, you are making yourself humble, ili uweze kuvipokea vile vitu ambavyo Mungu amekuandalia. Unajiongezea imani, unajiweka katika mazingira ya kupokea. So your answers are there. Majibu yako yako pale, lakini how to receive them, unayapokeaje? Bwana Yesu asifiwe. That's why you need prayer. Kwa maombi yanakutengeneza wewe, yanakuimarisha wewe. Mungu anasema na wewe mara nyingi, lakini usikii kwa sababu hauna maombi. Kwa unapokuwa kwenye maombi, manake unatengeneza roho yako, unaifanya roho yako iwe active na isikie kile kitu ambacho Mungu amekuwa akikuelekeza. Hallelujah. So prayer is for you. Maombi yanakubadilisha, yananibadilisha mimi. Bwana Yesu asifiwe. So a bad thing about prayer, kitu kimoja kibaya kuhusu maombi ni kwamba watu wengi huwa hawaelewi kwamba wakati huu wanahitaji maombi, wakati huu wanahitaji kuongeza maombi, wakati huu wamepungukiwa nguvu inayotenda kazi ndani yao itakayowafanya Mungu awasaidie kujibu maombi yao. Mungu anajibu kwa sawasawa na nguvu inayotenda kazi ndani yako. Kwa kama nguvu iko kidogo ndani yako kwa sababu ya maombi kidogo, usitarajie kwamba Mungu yale majibu aliyokupa yatakuja kwako. Haleluya. Sasa kuna wakati ambapo unapita katika hali ngumu. Kuna mahali unafika, unaweza kuwaza kujiua. Mawazo ya kujiua yanakuja ndani yako. Mawazo sio tu kujiua, wengine wanawaza kuacha vitu vizuri. Kwa mchungaji, unawaza kuacha uchungaji. Ulikuwa mwimbaji kanisani, unawaza kuacha kuimba kwaya, unawaza kuacha kuimba praise. Kwa nini? Kwa sababu kuna mauti imetokea ndani yako kwa sababu ya maisha ya Mungu, nguvu ya Mungu inayotenda kazi ndani yako imepungua.
Kwa sababu maisha ya Mungu yamepungua ndani yako, basi mauti, nguvu ya mauti inakuwa juu yako, inakuwa na mamlaka juu yako. Kwa nini? Kwa sababu hauna maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu kibaya ni kwamba watu wengi hawaelewi kwamba muda huu nahitaji maombi, muda huu nahitaji kuongeza maombi, nahitaji kutiwa nguvu zaidi, nahitaji ni utafute uso wa Mungu ili anitie nguvu zaidi, ili nguvu inayotenda kazi ndani yangu itende kazi kunifanya mimi nipokee majibu haya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu huwezi kufanya kwa sababu nguvu iliyoko ndani yako ni kidogo, na kwa sababu Mungu anajibu maombi kwa kadri ya nguvu iliyoko ndani yako, huwezi kuvipata hivyo vitu. Na ndio maana kuna fatherhood. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tuna baba wa kiroho, tuna viongozi, tuna wachungaji, kwa sababu hao wanakusaidia wewe pale ambapo nguvu zako ni kidogo. Sasa ufanye nini ili nguvu zako zisipunguke kiasi cha wewe kushindwa kufanya mambo ya maana? Mara zingine unajikuta umeanguka kwenye dhambi, mara zingine unajikuta ushadanganya, mara zingine unajikuta ushafanya makosa, mara nyingine unajikuta hujatii sauti ya Mungu kwa sababu ya nguvu ya Mungu iko kidogo ndani yako kukuweza kukuendesha kwenye hayo mambo, kwa sababu hauna maombi. Umechoka. Unaona dunia ni nzito, maisha ni magumu, unafanya shortcut. Kila eneo unapita shortcut, unatafuta shortcut ambayo sio mapenzi ya Mungu, kwa sababu nguvu za Mungu ndani yako zimekuwa kidogo. Sasa unahitaji kuwa na maisha ya muendelezo, consistent in prayer. Lazima uwe na maisha ya muendelezo ya maombi. Sasa ili uwe na maisha ya maombi, tupo na mtandao wa maombi wa World Deliverance Planet kutakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Utakusaidia, jiunge na mtandao, tutakumbushana kuomba, tutasaidiana, neema ya Mungu, tutaombeana ili kuhakikisha kwamba maisha yako ya maombi yako consistent, ni ya muendelezo, ili usipungukiwe nguvu ndani yako. Nimekuambia hivi, ubaya ni kwamba watu wengi hawaelewi pale ambapo wamefika hatua ya nguvu ya Mungu kupungua ndani yako. They don't know. Hawajui kwamba sasa hivi nguvu ya Mungu imepungua. Kwa sababu hiyo naweza nikakutwa na jambo lolote au nikakutwa na jaribu, lakini likanishinda kwa sababu ya uwezo ndani yangu kupungua. Bwana Yesu asifiwe.